Mtanzania mwenye uraia wa Oman Khalid Al-Barwan anayewakilisha Dream Team Explore inayofanya utalii nchi mbalimbali duniani amewasili nchini kwa lengo la kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan baada ya kuguswa na The Royal Tour na miradi mbalimbali inayofanywa na Rais Samia. Khalid Al-Barwan anasema kiukweli tulivutiwa sana na Royal Tour ambayo ilifanywa na Mama Samia Suluhu Hassan. Jambo hili lilikuwa ni la kipekee. Hivyo kutokana na sisi mawazo yetu na fikra yetu ni kutembea Tanzania, na mpaka sasa tumeshaizunguka Tanzania kwa 85%. Hivyo nilikuwa natamani sana siku nikipata fursa ya kuonana na Mama Samia Suluhu Hassan. Nilikuwa nataka nimwombe kumpatia gari hili nimpe kama zawadi ya kihistoria. Kwa majina naitwa Khalid Al-Barwani nikiwakilisha Dream Team Explorers. Sisi ni raia wa Oman lakini ni wazao wa Tanzania. Tumekuwa tukifanya trip mbalimbali za kutembea nchi hadi nchi kutumia gari letu hili. Na gari hii imefanya safari nyingi sana, ikiwepo kutoka Oman mpaka Tanzania, ilivuka nchi zaidi ya 9. Ikiwepo Oman yenyewe, tukapita UAE, Saudi Arabia, kisha Sudan, Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na hatimaye kuingia Tanzania. Baada ya kufika Tanzania, tumevutiwa na vivutio vingi, kuanzia barabara, vivutio vya kitalii, sehemu nyingi sana za kutembea Tanzania. Tuliliacha gari letu na hivyo tukawa tukienda Omani na kurudi mara kwa mara na kutembelea vivutio vilivyopo Tanzania na kusaidia kuvitangaza vivutio vilivyopo Tanzania kwetu kule Omani. Kiukweli tulivutiwa sana na Royal Tour. Royal Tour ambayo ilifanywa na Mama Samia Suluhu Hassan. Hili jambo lilituvutia sana na nilikuwa ni la kipekee. Hivyo kutokana na sisi, mawazo yetu na fikra yetu ni kuitembea Tanzania, na mpaka sasa tumeshaizunguka Tanzania kwa 85%. Na gari hii ina historia kubwa sana kwangu mimi na kwa wenzangu. Hivyo nilipendekeza au nilikuwa natamani sana siku nikipata fursa ya kuonana na Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, nilikuwa nataka nimuombe ombi langu gari hii nimpe kama zawadi ya kihistoria, kwa sababu gari hii inaendana na mambo anayoyafanya kama pongezi kwa vitu anavyovifanya vya kihistoria, kwa sababu mama ndio rais pekee aliyefikiria na kuinyanyua sekta ya utalii na kuitangaza mpaka ulimwengu mzima wameijua Tanzania. Ukiachilia mbali swala la utalii, mama amefanya vitu vingi sana ambavyo vimenigusa mimi na wenzangu katika nchi ya Tanzania. Tumeweza kushuhudia miradi mingi sana aliyoifanya, ikiwepo SGR. SGR imekuwa inafupisha mambo mengi sana na kurahisisha vitu vingi sana katika nchi. Hata kwa sisi wasafiri tunaweza kutoka hapa Dar es Salaam tukaenda mpaka Mikumi tukatembea na hatimaye kurudi na kwenda pia Dodoma na kurudi Dar es Salaam bila kupoteza muda. Pongezi za dhati kwake na tunamshukuru kwa aliyoyafanya katika nchi ya Tanzania. Katika nchi nyingi ambazo nimepita Afrika, moja ya nchi ambazo na enjoy sana kudrive ni Tanzania. Kuna view nzuri sana nilivyokuwa nikipita mikoa mbalimbali na hatimaye kufika Dar es Salaam. Na imani kwa hizi project zinazoendelea, baada ya miaka kadhaa, basi Dar es Salaam itakuwa ni mji mzuri na wenye kuvutia kwa barabara zake na project zote ambazo mama amefocus nazo. Hii ni njia yangu moja pendwa ambayo kila mara napenda kuipita. Nikiwa natoka sehemu mbalimbali, basi siku yangu haimaliziki isipokuwa nipite njia hii Coco Beach na kwenye hii bridge ya Tanzanite. Kwa kweli nimekuwa nikivutiwa na mandhari nyingi sana Tanzania. Tanzania ni nchi pekee ambayo unaweza kupata vitu vyote ambavyo unavihitaji. Vyakula, mbuga za wanyama, unaweza kuona vitu vingi sana kwa wakati mmoja. Na moja ya ndoto yangu ambayo naifanyia kazi ni kuja kupanda mlima wa Kilimanjaro, ambao nimeweka nia na naufanyia mazoezi. Ndio kitu pekee ambacho natamani sana kukifanya Tanzania. Kiukweli nilikuwa napenda kumshauri Mama Samia Suluhu Hassan asivunjike moyo, kwa sababu ni mama mlezi na ni rais wa taifa hili. Kwa nayo yafanya ni makubwa na yanaonekana, na kama watu hawajaona leo basi watayaona kesho.
lakini yeye aendelee kufanya na yafanya, aendelee kujenga nchi na Mwenyezi Mungu atamlipa kwa yote anayoyafanya, na haya yote yatakuja kuonekana kesho na itakuwa ni historia ya kipekee kwa Tanzania. Na pia nilikuwa napenda niwashauri raia wa Tanzania. Mimi ni mzaliwa wa Tanzania, nimekulia Tanzania. Tanzania ni watu wanaoishi kwa upendo, kwa amani, kiasi kwamba hata nchi jirani wanawaonea wivu kwa maisha wanayoishi. Tanzania ni nchi pekee, hamna ubaguzi, hamna ukabila, hamna maneno. Kwa hiyo waendelee kuishi kwa upendo kama familia moja, kama ndugu waliopendana, ili kusudi waweze kuijenga nchi yao. Na nitoe langu la moyoni kwa nini nimeipenda Tanzania na kuvutiwa na Tanzania. Mfano hai tu ni nchi ya jirani hapa imetuzunguka Tanzania, na nimeitembelea hivi karibuni. Hii nchi ina zaidi ya miaka 3 sasa. Kuna mgao wa mafuta, nchi nzima haina mafuta, na ukitaka mafuta, nikikusudia petroli ama diesel, kwa mwezi mzima una haki ya kupewa lita 20 pekee, na lita 20 hizo ni lazima uandike barua na iwe approved. Utapewa barua ndio unaweza kwenda kwenye kituo cha mafuta ili upewe mafuta. Na kituo cha mafuta haina maana ya kwamba kila siku yapo mafuta, isipokuwa mafuta yanapokuja unaenda kupanga foleni kusubiri zamu yako ili upewe lita 20 kwenye gari yako. Na wakati mwingine wanalalamika watu kwamba inafika zamu yako mafuta yanakuwa yameisha, unaambiwa uje tena baada ya siku 2 au 3 ndio utakapoweza kujaza mafuta. Kwa hiyo hapa nikaona katika nchi zilizotuzunguka basi Tanzania ipo kwenye neema kubwa na inaishi kwa amani, hivyo hamna haja ya kugombana au kuweka maneno, isipokuwa ni kuivalue hii neema tulionayo na kuishi kwa upendo zaidi, na matatizo madogo madogo, changamoto ndogo ndogo, binadamu wanaweza wakazisuluhisha wao kwa wao bila fujo au kutegemea mtu wa nje aje kuwasuluhishia matatizo yao. Nashukuru sana.